name is Ayubu Msuya, a teacher at Jangwani Secondary School. We had a project, and I want to share a little bit about the project that we had with students. We wanted our students to have an experiential learning whereby they do something in a class and then they go outside the class and practice it by meeting the actual problem that happen in the society and solving it while sharing the results with actual people. So it isn't an essay writing where students just get a random question and they have to answer it. No, this one we wanted to be very realistic. Mimi ni mwalimu Ana Shoma Isanzu. Kwa miezi mitano sasa nimeshirikiana na shule ya sekondari Jangwani hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuwaongezea wanafunzi uwezo na ujuzi. Nimeshirikiana na mwalimu Ayubu Msuya kwa ajili ya kuboresha hata ualimu wetu sisi kama walimu, na ninaamini watu wengi sana watajifunza. Mara zote tunafundisha walimu darasani, tunafundisha wanafunzi kwa mbinu nyingi, tunawapa project za kufanya, lakini kitu tulichofanya kilikuwa tofauti zaidi ya vitu ambavyo tulizoea kufanya, na tulitamani kujipa changamoto sisi wenyewe na wanafunzi pia. So what we have done is we went to the Wawamaki. These are women entrepreneurs located in Makumbusho, Dar es Salaam. And as we were working with them, they came up with a problem. We went to the students in Makumbusho. They shared they listened to the women entrepreneurs, and then through that there was a problem that they had to solve. Then we came back to school, work with the students in group, came up with the solutions to the problem that the women were presenting, and later on at the end students presented to the same women solutions to that problem that they think this could be a perfect solution. Once it's done, that problem will be solved. Tumejifunza mbinu tofauti ambayo inamjengea mwanafunzi umahiri kwenye masomo yake, lakini kwenye stadi mbalimbali za maisha, lakini inampa nafasi ya kutatua changamoto. Na lengo kubwa hasa ni kuwachochea wanafunzi kuwa na uwezo mkubwa wa kutatua changamoto ambazo ziko kwenye jamii yetu. Ni zaidi ya kufanya project ambayo anaweza akaandika kwa kufuata mtiririko, lakini hasa inalenga kuwajenga wanafunzi katika maeneo au katika mahiri za ushirikiano, lakini katika mahiri za mawasiliano, lakini umahiri wa kutatua matatizo, tunasema problem solving skills, na mambo mengi ambayo yanawasaidia wao pia kujitambua kama binadamu. Na kwa kweli mitaala yetu iko hivyo, na ni muhimu sana kuonesha ushirikiano au uhusiano uliopo mkubwa kati ya mtaala lakini na maisha ya kila siku ambayo wanafunzi wanayaishi kwenye familia zao, kule mtaani, na shughuli nyingine wanazozifanya. Lakini ukweli ni kwamba wanaona vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye maisha yao ya kila siku. Tulishirikiana na wadau tofauti, lakini hasa kwa wakati huu na wanafunzi hawa, kundi la wanafunzi takriban 20, tulisema tufanye na kundi dogo ili tuone ufanisi wake. Tulishirikiana na kikundi cha wamama wajasiriamali pale kijiji cha Makumbusho hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza kazi wanazozifanya, kwanza maono walionayo na changamoto gani wanapitia. Kwa hiyo Wawamaki kwa kifupi walikutana na wanafunzi pamoja na sisi walimu, na wakaeleza shughuli zao wanazozifanya na wakaeleza mpango wao wa maono walionayo kwa miaka 5 ijayo. Kwa hivyo wanafunzi walijifunza sana, na kuna vitu vingi ambavyo walikuwa hawavifahamu walijifunza kupitia Wawamaki. So you can see that it was very realistic in a way that students had to do something that is
happening in the society and solve it. So that was one way of solving a problem. And this is through the changes that we are having here with our new curriculum. It requires the students to practice more and to get engaged with the environment. Whatever they are learning in a class, they need to correlate it with what is actually happening in the society. And how can you have how can you create a job outside the school in your society through what you are reading in a class? Kwa hivyo Wamaki waliwapa wanafunzi tatizo au mkwamo, au walitaka namna gani ambavyo wanaweza kapanua zaidi biashara yao. Ni kweli wana maono, na hatusemi kwa kweli walikuwa wamekwama kwa maana ya wajui jinsi ya kwenda, lakini kuna vitu ambavyo walihitaji maboresho. Kwa hiyo wanafunzi wamefanya hiyo kazi kwa kufanya utafiti, lakini pia kwa kujifunza kwa wajasiriamali wengine na kuona ni maeneo gani ambayo Wamaki wanaweza wakaongeza ufanisi wa kazi yao ya sanaa za vinyago, lakini shanga pamoja na mavazi, ambako wanatengeneza batiki, wanatengeneza vikoi na nguo nyingine au mavazi ya aina tofauti tofauti. Kitu ambacho kimetufurahisha sana ni uwezo mkubwa ambao wanafunzi wameuonesha katika hiki kipindi cha kama wiki 5 ambacho walifanya kazi. Kazi yetu kubwa sisi walimu ilikuwa ni kuwapa changamoto, kuwauliza maswali magumu na mepesi ambayo wangetafutia majibu. Tulitumia mbinu mbalimbali za kuwaongoza zaidi kuliko kuwaambia hiki kinafanyika hivi, kwa maana ya kuwapa majibu ya maswali, lakini kuwasukuma hasa wao wakatafute maswali ya yale majibu na kutoa mtazamo wao. Wametushuhudia kwamba wameimarisha mahusiano kati yao wenyewe, kwa sababu hawakuwa wanafunzi, japo wako shule moja, lakini hawatoki kwenye darasa moja na wote sio kama ni marafiki. Kwa ushirikiano kati yao umeongezeka. Tumeona na studies zao hata za uzungumzaji, lakini kuandaa kazi, kuitetea, kujenga hoja katika taarifa walizokuwa wanaleta, umekuwa ni wa aina ya pekee sana. Kwa hiyo tumefarijika na tunakusudia kuendelea tena na tena. Utasikia shuhuda za wanafunzi pia na jinsi ambavyo wamefanya. Tunaamini walimu wengine watajaribu au na shule nyingine, lakini iwapo wewe ni mwalimu ambaye ungependa kujiongezea ujuzi pia, karibu kushirikiana na sisi na tuko tayari kushare kile ambacho tumejifunza. Asante sana. Kwenye hapa program nimejifunza jinsi ya kutatua changamoto za jamii. Kwa mfano, nikuta jamii ina shida fulani hivi, nikienda mimi pale najua nita apply skills gani hivi bladi ile nini changamoto tuitatue. Tunaweza kujua cause root, kitu gani hawa kimwafanya problem itokee. Nikishajua cause root, natafuta solution. Tafuta solution, among the solution tatafuta the best way. Hapa nikiona hii nimeichukua itasaidia kutatua changamoto, ikiona hii the best way nitaitumia hiyo. In this program, I learned first how to interact with people from different areas, because since we got the problem, we were asking people from different areas how they face the arts. Nipo kwenye hii program na watu wengine tofauti tofauti, kwa hiyo nasoma mimi na timu yangu. Najua najiamini mwenyewe nafanya hiki kitu naweza, na kitasimama kitajulikana, mtu mwingine anajifunza kutoka kwangu mimi. And also I learned self-confidence, because since I came to this program, I was able to stand in front of people, to face people and ask them different questions which I had no confidence. Nimejiunga kwenye hapa program. Najua na opportunity, labda one day nitakuja kufanikiwa. Naenda kusema huko nilikuwepo na experience, nimefanya program fulani hivi, kwa hiyo itakuwa imenipatia opportunity. So through that we wanted students to
learn about the artifacts and the challenges and the solution to scale the impact of artifacts here in Tanzania. And at the end, students worked really hard and came up with the solutions to that problem. Ni matumaini yetu makubwa sana ya kwamba wanafunzi watakuwa na uwezo mkubwa sana na ambao wameupata tayari wa kuona changamoto kwenye jamii na kuzitafutia ufumbuzi. Ndio lengo hasa la shule, lakini hasa kitu pekee ambacho tumekifanya. Halikuwa tuseme somo la ziada, lakini ni zaidi ni uzoefu, ni experiential learning ambayo imepita kwenye huo mchakato wa kuhusianisha masomo mbalimbali. Unaposoma jiografia, unaposoma biolojia, unaposoma amali nyingine za maisha, kuna uhusiano gani kati ya hiyo biology na maisha unasoma? Kuna changamoto gani ambayo unaweza kuitatua? Kwa hiyo uzoefu ambao wameupata ni kwa ajili ya kuona changamoto na kuitatua, na inaweza isiwe wameitatua kwa 100% kama matarajio ya mdau ambao labda tumeshirikiana naye, lakini kile kitu ambacho wamekipata hakitaweza kutoka kwenye mioyo yao na kwenye kumbukumbu zao, na uzoefu ambao umeupata siku zote watautumia kwenye maisha yao.